Habari, naitwa Beni. Karibu katika channel ya Beni Kuku Farm. Katika channel hii tumekuwa tukielekezana mambo mbalimbali yanayohusu ufugaji wa kuku. Tulianza masuala ya utunzaji wa vifaranga vya kuku na kuku wazima, pia utambuzi wa magonjwa, matibabu ya kuku kwa dawa za asili na dawa za viwandani. Na sasa tuko kwenye somo lingine ambalo litahusu umuhimu wa vitamini katika ufugaji wa kuku. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe liko chini ya video hii, pia gusa kengele itakayojitokeza. Hii itakusaidia wewe kupata taarifa kila tuwekapo video mpya. Pia itatusaidia sisi kujua wangapi wanafuatia channel yetu na kuipenda, ili kutupa moyo na mwanga kuendelea kutuma video nyingi zaidi katika swala zima la kujifunza kuhusu ufugaji wa kuku. Kama unapenda mradi wako ukue, ni muhimu ukapendelea kuangalia video hizi ili kujifunza zaidi kuhusu ufugaji wa kuku na uweze kufikia katika malengo ambayo unataka kuyafikia. Kama mara kwanza kuingia katika channel hii, nimesema gusa neno subscribe liko chini ya hii video, pia gusa kengele itakayojitokeza. Sasa moja kwa moja tunaenda kujifunza kuhusu umuhimu wa vitamini katika ufugaji wa kuku. Ukosefu wa vitamini kwa kuku au upungufu wa vitamini hujionyesha kwa namna tofauti tofauti katika miili ya kuku. Kuna dalili ambazo zinaonekana za wazi kuwa kuku huyu amepungukiwa na vitamini au hajapungukiwa na vitamini. Hii kwa sababu umuhimu wake katika ufugaji wa kuku husaidia kuku katika ukuaji wa kuku, humfanya kuku muda wote kuwa na amechangamka. Pia vitamini husaidia kuku kuwa na mwenye afya njema. Pia kuku humwezesha kuwa mtagaji mzuri wa mayai. Kama ni mara kwanza kuingia katika channel hii, gusa neno subscribe. Sasa moja kwa moja tuende tukaangalie vitamini moja moja ambazo nitakuwa nimeziandaa hapa kwa ajili ya kujifunza. Ukosefu wa vitamini A hujitokeza baada ya kuku kukosa chakula au vyakula vyenye vitamini A kwa muda mrefu. Kuku wadogo huathirika sana na ukosefu wa vitamini A, lakini pia na kuku wakubwa nao wanaweza wakaathirika pia. Dalili za ukosefu wa vitamini A kwa kuku, yani kwamba nini kitakusababisha ujue kwamba kuku huyu amekosa vitamini A. Dalili ambayo itakutambulisha ni kwamba kuku aliyekosa vitamini A, kitu cha kwanza, macho huvimba na kutoa uchafu mzito kama sabuni ya mche ikiwa imelowana kwenye maji. Yaani utakuta kitu kama ugali au kama sabuni ya mche ikiwa imelowana au imekaa muda mrefu kwenye maji, inavyokuaga vile ndio kitu kama hicho kinakuwa kinaonekana jichoni, na lile jicho litavimba na kufunga kabisa, kwamba ukifumua hivi utakuta hicho kitu. Na dalili ya pili kwamba kuku hudhoofika na hatimaye anakufa. Na atakufa kwa nini? Kwa sababu hamu ya kula itashuka, na pia hata kama akiwa anajitahidi kwamba kula, kwa sababu jicho litafumba, anaweza kafanya asikione chakula, mwisho wa siku akafa na njaa. Tiba au kinga ya ukosefu wa vitamini A. Kinga. Ugonjwa huu huwapata kuku. Ili wasipate ugonjwa huu, kuku wanatakiwa kupewa majani mabichi, mchicha au chainizi. Kwa wakati wa kiangazi, kuku wanaofungiwa ndani, yani kwamba kuku wanaofungiwa ndani inatakiwa muwe mnawapatia majani, hizi mboga za majani ambazo ni za kijani. Hii itawasaidia kuongezea nguvu. Na pia wape kuku vitamini za dukani ambazo zinauzwa kama majani yatakuwa hayapatikani. Na majani haya ni mazuri kwa sababu yatakupunguzia gharama za kutumia vitamini za dukani. Kwa kuku aliathirika na ugonjwa huu wa ukosefu wa vitamini A, basi inatakiwa utoe kile kitu kilichokaa kwenye jicho kilicho kama ugali, na umuoshe kwa maji ya vuguvugu yaliyochanganywa na chumvi kiasi kidogo. Baada ya kufanya hivyo, mpe vitamini ya dukani. Fanya zoezi hilo kwa siku 5, hatimaye kuku huyu atakaa sawa. Ukosefu wa vitamini B.
Ukosefu wa vitamini B, dalili zake ni kwamba manyoya huonekana yakisambaratika, panga za kuku huonekana zikiwa zimepauka, na kuku watagaji hupunguza uwezo wao wa kutotoa mayai. Jinsi ya kukabiliana na upungufu wa vitamini B kwa kuku: wape kuku wako dawa za multivitamin, yani kwamba kuna vitamini ambazo yani kwamba kuna multivitamin zinazouzwa dukani, unaweza kununua na kuwapatia ili waweze kupata hizi vitamini B. Multivitamin zenyewe zinaweza zikawa Famvita, Amintot na multivitamin yoyote ile ambayo unaifahamu wewe, unaweza kuwapatia wakatumia na upungufu wa vitamini B ukaisha. Upungufu wa vitamini E. Dalili za ukosefu wa vitamini E kwa kuku: dalili namba 1, shingo huanguka chini na kupinda, kwamba huwa mara nyingi shingo inapinda. Vifaranga huanguka kifudifudi. Utagaji wa kuku hushuka kwa kiasi kikubwa sana. Na hiyo hapo pia, ili uweze kumaliza tatizo hili, ni matumizi ya multivitamin ambazo zinauzwa dukani, kama vile nimesema, kama Famvita na vitamini zingine ambazo unazifahamu wewe. Upungufu wa vitamini D kwa kuku. Ukosefu wa vitamini D hupelekea tatizo la mifupa kuwa laini, na hali hii hupelekea mifupa kupinda na magoti kuvimba, hata mdomo kuwa laini. Hii huathiri sana kuku kwa sababu ukuaji wake kwanza utakuwa hafifu kutokana na madini ya aina ya calcium na phosphorus kutojengeka kwenye mifupa. Kwa kuku ambao wamefanya nini, wana upungufu wa vitamini D, huwa hali hii hupelekea kushuka kwa utagaji wa mayai, na huwa wakitaga mayai huwa yanakuja kuwa na ganda laini, yani ganda linakuwa sio gumu, linakuwa tepetepe, kwa sababu ya upungufu wa madini haya pamoja na calcium pamoja na phosphate. Na jinsi ya kukabiliana na tatizo hili la upungufu wa vitamini D: vitamini hupatikana katika majani mabichi ya mimea, mfano majani ya lusina, majani ya mapapai, mchicha, mkunde. Kazi ya vitamini hii kulinda mwili dhidi ya magonjwa. Watu wengi huenda kutumia vitamini badala za viwandani kuliko zile za halisi ambazo zinatokana na nguvu za jua. Na kama utakuwa na uwezekano wa kupata haya majani, ni vizuri ukatumia sana majani ili kuku wako wasiwe wanakutana na changamoto kama hizi. Na madini yatokanayo na udongo ambayo hupatikana kwenye majani, ni vyema kuangalia vitu vinavyopatikana katika eneo lako na ili kutengeneza chakula cha mfugo wako. NB. Vitamini bora za dukani ni Amintoto pamoja na Introvita. Kwa hiyo kama utakuwa unataka kutumia vitamini za dukani, unaweza kutumia Amintoto au Introvita zikakusaidia kumaliza matatizo haya. Kwa mfano, kwenye vifaranga tumia Amintot, na kwa kuku wakubwa tumia Introvita. Kumbuka, tumia Biofen kulingana na umri sahihi wa kuku. Naitwa Beni. Kama umependa somo hili, unaweza ka like, ukashare au ka comment swali lolote, sisi tutakujibu. Na kama mara kwanza kuingia katika channel hii, tumesema gusa neno subscribe liko chini ya video yetu. Pia gusa kengele itakayojitokeza ili uwe unapata taarifa kila tuwekapo video mpya. Asante, karibu Beni Kukufahamu. Naitwa Beni.